kama sauti inafika huko. Inafika? Amen. Basi Mungu akubariki. Ninamshukuru Mwenyezi Mungu ambaye amenipa kibali tena mchana wa leo kuweza kuwepo mahali hapa. Ni Mungu tu. Hata mwenyewe sikuwa nimetegemea. Wakati ratiba hii inapangwa, aliyekuwa anaipanga ni katibu wa section. Sasa mimi sikutegemea kama angeipanga songa mbele. Haleluya. Sasa nikajikuta amelipanga songa mbele. Sasa nikasema kwa namna hiyo basi inampendeza Mungu ya kwamba tushiriki ibada siku ya leo. Kwa wale ambao hawanifahamu, naitwa mchungaji Johannes Wambura. Ninachunga kanisa letu la TAG pale letu wa Mlime. Lakini vile vile ni kiongozi wa section yetu ya Musoma Mashariki na kiongozi wa idara ya umisheni Kimbo. Mara nyingi popote ninaposimama lazima nitaje na kukumbusha umuhimu wa kufanya umisheni. Haleluya. Na leo mzee wa kanisa aliposema Jumapili ya tarehe 29 ni umisheni. Kwa hiyo nina uhakika kwamba Bethlehem safari hii mshataarifiwa wiki mbili tayari mko mbele. Sadaka ya umisheni itaongezeka. Haleluya. Itaongezeka. Na mimi kwa bahati nzuri waga nimefuatiliaji sana kwenye umisheni. Yaani napokuwa na cheki, nikija cheki zaka ya mchungaji nikamaliza na cheki mtoaji wa umisheni. Sawa. Sababu tena inayofanyika kwenye Bethlehem mfumo wako unarejeshea. Kwa hiyo kitu cha kwanza angalia zaka ya mchungaji, natoa kwa mimi. Unajua kama mchungaji atoe zaka na kanisa washirika wape vizuri. Ni kama anatoa vizuri, yeye ndio kichwa. Hawa wote wanatoa vizuri. Haleluya. Kwa hiyo mara nyingi mifumo yetu inatupelekea kuangalia kwanza mchungaji anafanyaje. Alafu nikitoka hapo mimi napenda kushuka kwenye umisheni. Toka hapa naingia kwenye 20%. Haleluya. Namshukuru Mungu wa mchungaji. Mungu akubariki kwa kulelea kundi la Mungu vizuri. Najua makanisa yetu asilimia kubwa ni wanawake, si ndio? Kwa hiyo ukiona wanawake wanakaa vizuri, basi na mchungaji yuko vizuri. Kwa hiyo kwa staili hii Mungu akubariki na aendelee kutia nguvu katika ulitumikia shauri la Bwana. Ni siku moja nilikuwa namuuliza Mungu, kwa nini ulinipa kazi hii ngumu? Hii kazi nilikuwa siku moja tuko na bwana mmoja huko Dar es Salaam. Kwa hiyo tunatembelea kwake, alafu tukapitia kwenye shamba langu kwa. Ndani yake kuna mkorosho. Sasa tunakaa kwenye mezani ya mkorosho. Nikamuuliza hivi Samsoni, mbona wakuya wao hawaiti kuwa wachungaji? Sasa leo nimemuuliza, wakati nilikuwa nimeokoka na yameokoka. Yeye yuko Pefa, mimi niko TAG. Nikashangaa mwaka huu akaitwa yeye. Sasa yuko Arusha na soma. Inapita miaka miwili nikashangaa na mimi naitwa. Nasema kumbe katika unabii kwa tunakatabiri Mungu alisema hivi, kama siwaiti wakuja nitawaita ninyi. Kwa hiyo Mungu alikupa kazi, lazima umtumikie Mungu. Haleluya. Mungu alikuokoa, lazima umheshimu Mungu. Mimi jana usiku jirani yangu pale nilikuwa nimeenda kwenye dukani. Kama dukani kama mmoja akaja na nyumba sana. Kaja akakaa, kuna kaangazi kwa tunakaa, akakaa jirani yangu. Alafu nikasikia anamwambia mwenye duka, "Nitaka robo nizimulie." Kumbe kuzimulia anamwambia vipombe fulani vidogo. Yeye anakuja amechoka. Nikimwambia baadaye, lakini
Je, unajua kwamba utumwa ni mbaya? Hapa ulipo ni pale ndio katika nyumbani, tena unaongezea kingine. Kwa hiyo ukiona Mungu amekuokoa, amekutoa dhambini, naomba umshukuru Mungu. Kuna watu wanateseka, japokuwa wana fedha, wana maisha mazuri, wana afya nzuri, lakini ni watumwa wa dhambi. Sasa naomba mimi nikuletee neno la Bwana. Naomba nikuletee neno la Mungu. Na kabla sijakuletea neno la Mungu, nikuletee salamu kutoka kanisa letu la CAG Nazareti. Na wenyewe nilikuwa sijawaaga mapema kwamba sitakuwepo, lakini baadaye nikawataarifu sitakuwepo. Amekuja mchungaji mwingine. Kwa hiyo nikakaa, mchungaji akawa anachelewa, nikaondoka kabla hajaja. Lakini tena kuna mchungaji mwingine. Kwa hiyo niwaletee salamu kutoka kwenye kanisa la Yesu. Hao watu wanasalimia, wanasema tusalimie majirani zetu Bethlehem. Amen. Basi ujumbe kwetu umesema kuishi kwa ajili ya Kristo. Kuishi kwa ajili ya Kristo. Kuishi kwa ajili ya Kristo. Mimi ninaishi, siishi kwa maslahi yangu, siishi kwa chochote cha familia yangu, siishi kwa chochote cha taifa, lakini mimi naishi kwa ajili ya Kristo. Haleluya. Kwa hiyo tunaposema kuishi kwa ajili ya Kristo, maana ni kwamba sisi ni mali ya Kristo. Haleluya. Kama sisi ni mali ya Kristo, tunatakiwa tuyatende yale ambayo Mungu anataka tuyatende. Naomba mtu mmoja anisomee kitabu cha Warumi 14 mstari wa 7 mpaka ule wa 8. Warumi sura ya 14 mstari wa 7 hadi wa 8. Warumi sura ya 14 na ule mstari kuanzia wa 7, kuanzia mstari wa 7 hadi wa 8 nasema: kwa sababu hakuna mtu miongoni mwenu aishie kwa nafsi yake, wala hakuna afanyaye kwa nafsi yake. Mstari wa 8: kwa maana kama tukiishi twaishi kwa Bwana, au kama tukifa twafa kwa Bwana. Basi kama tukiishi au kama tukifa, tu mali ya Bwana. Amen. Wakati nikiwa ninajaribu kusoma mistari hii, kuna vitu vingi sana ambavyo nimekuwa nikijiuliza kwamba huu ujumbe Mungu unatukumbusha nini, au mimi unanikumbusha. Lakini unapoandaa ujumbe, kitu cha kwanza, ule ujumbe kabla haujampelekea mtu mwingine, huo ujumbe ukuhubiri wewe. Haleluya. Yaani huo ujumbe useme na wewe. Sasa wakati ninajaribu kuangalia maneno haya, nikashangaa sana na kwamba kumbe sisi hatuna cha kwetu. Yaani wapo ulipo hauna chochote ambayo ni cha kwako. Haleluya. Chochote ulicho nacho ni mali ya Yesu. Iwe ni uhai ulionao, sio mali yako, ni mali ya Mungu. Chochote unachokikusanya, iwe ni fedha, iwe ni mali ya aina yoyote, sio mali yako, ni mali ya Mungu. Haleluya. Yaani wewe umepewa kuwa wakili. Wewe umekuwa kama umewekewa thamana, umeaminiwa kukabidhiwa vitu vya mtu mwingine. Haleluya. Na ukitaka ujue kwamba chochote ulicho nacho si mali yako, mwili wako ulionao
Kadri unavyobadilika, sio unavyotaka wewe, ni Mungu anabadilisha. Haleluya. Mimi siku moja najiuliza hivi mbona zamani zenu nakuwa nilikuwa na nywele imekuja mpaka hapa, alafu leo imeenda wapi? Unaona? Na sikuitoa mimi, lakini mwenye nywele hizo akaondoa. Haleluya. Aliondoa kwa sababu gani? Siwezi kumhoji, lakini anasema hivi, hata idadi ya hizo nywele zilizobaki kichwani anafahamu hesabu yake ziko ngapi. Unaona? Wewe unaweza kama una nywele zako kichwani za kwako, lakini haujui hesabu. Lakini Mungu anafanya nini? Anajua. Mwezi huu wa pili nikawa tumepata msiba kule vijijini kwetu. Mtoto wa mdogo wangu binti kwa sababu form 3 akaugua kama siku mbili tu akafa. Nikapigiwa simu, kapigiwa kama majira saa 7. Kesho asubuhi nikaondoka mapema, kapita pale Tarime, nikanunua sanduku jeneza, nikanunua na viapo, tukaenda. Nafika pale wanasema polisi wamezuia msizike. Kwa nini? Kuna maneno ya chini kwamba mtoto afanye wale wake walitoa mimba. Sasa tukashindwa kuelewa, tukasubiri. Kweli baada saa 9 hivi askari wakaja na gari. Yaani tukazungumza. Wakatuambia sababu kwamba tumepigiwa simu kwa kutolewa mimba na nini. Wale tunashukuru kuna marehemu kipeleke hospitali. Tukashukuru mimi na mchungaji mmoja, ndio kwa baba mzazi, mwingine wa serikali. Kabiji tukae kapeleka hospitali. Sasa hospitali wana kawaida ya kufanya uchunguzi wao. Kwa hiyo pale ndipo nilipogundua kwamba tunaweza tukawa wewe una mwili wako lakini haufahamu mwili wako uko. Si ndio hapo? Maana hauna uwezo kuona vilivyoko ndani. Sasa wakati wanafanya kazi ya kumpasua, kwa sababu inabidi lazima mwewe mshuhudie na maaskari wewe washuhudie, ili kama mimi ametoa waambie kama ametoa mimba au alikuwa na kitu gani. Kwa hiyo nikagundua kwamba mimi hii ni ya kwetu lakini hatuijui. Haleluya. Hatufai nini? Hatuijui. Maana ili ujue lazima upasuliwe uone kwa ndani kwamba kumbe mwili wangu uko hivi. Ndipo nilipogundua kwamba sisi ni wanadamu, hatuna uthamani wa aina yoyote. Ukisha kufa hauna uthamani wote. Wanadamu watakufanya mwili wako wanavyotaka. Haleluya. Kwa hiyo ndio maana ujumbe unasema ya kwamba tukiishi ni kwa faida ya Mungu, lakini tukifa vile ni kwa faida ya nani? Maana Mungu ndiye anafahamu maisha yako ukiwa mzima, anafahamu viungo vyako vyote, anavielewa na mpaka idadi vimekaaje, Mungu anaelewa. Na ukifa ndio anaelewa kwamba huo mwili baada ya kufa utakuwa katika hali gani, lakini na wewe pumzi iliyotoka humo iko mahala gani, Mungu ndiye anaelewa. Haleluya. Kwa hiyo ndipo ujue kwamba sisi si kitu. Inapaswa tuchukue nafasi ya kufahamu ya kwamba sisi ni mali ya Yesu. Tukiwa wazima ni mali ya Mungu, tukiwa wafu bado ni mali ya Mungu. Haleluya. Sasa katika kitabu kile cha Injili ya Mathayo ile sura ya 6 mstari wa 33, Biblia inasema utafuteni kwanza ufalme wa Mungu. Kwa hiyo ukishajua ya kwamba wewe ni mali ya Mungu, ni sharti utafute kwanza ufalme wa Mungu. Haleluya. Hili ndio maana huaga mara nyingi
vitunzaji sana vitu vinatunza vinakaa ndani. Mimi nikiwa nakitumiaga, haleluya, nakitumia kwa sababu usipokuwa makini hicho kitu siku unaondoka huondoki nacho. Unaelewa hiyo? Yaani huondoki nacho. Nimejua kwamba hata fedha ulionayo mfukoni mwako sio ya kwako, ni ya kwako kwa kipindi kile unapoitumia. Haleluya! Kipindi kile unapoitumia ndio ya kwako. Hata nguo ya kwako ni ile ambayo umeivaa kwa muda huo, ndio ya kwako, lakini ile ambayo haujaivaa sio ya kwako. Na mara nyingi ukiwa na nguo huwa unamgaia mwenzako, unampa mtu, sio subiri siku unakufa ndio wanagawana. Wampe hapa aseme Mungu akubariki. Haleluya. Mwezi wa 12 nikafika na kakaangu kwetu mjini. Sasa wale ndugu wa ukoo wanafahamu kwamba yule kaka ana nguo nyingi, hapo wanafahamu. Sasa kama hizo hapa ni matolewa nje. Nikasikia kitu, mbona hizi nguo hawajatoana zote? Mbona ana suti fulani, mbona inatoka? Hapo mimi nawasikiliza. Unaona? Yaani wanataka zitoke zote wakawane. Na mimi ndio dhambi ndio mkubwa, niliwaambia hivi, wanawake wanabidi nguo zingine zibaki, usipoe zote. Kwa kadhaa, hapo zile nzuri zote zibaki. Hata hiyo koti mtakuna vaa mnaendea shambani. Sasa wakawa na uliza. Sasa nikasubiri hivi, ngoja wajiulize. Hapo tutasubiri. Ulikuwa mnasubiri after mgawane. Sasa ni wao hawakuuliza, walishia. Mbona suti fulani haijatoka? Mbona ana makoti fulani hayajatoka? Sasa nilichokielewa ni kwamba watumishi wa Bwana ni lazima unapoishi utumie akili. Haleluya. Hebu nisomee kitabu kile cha ni Petro wa kwanza. Hebu nisomee ni Petro wa kwanza hapo. Usiache kwanza. Petro wa kwanza 7:14. Kama kuna jefika haraka niambie. Petro wa kwanza ngapi? Hebu angalia sura ya ngapi? Hebu sura ya 4. Sura ya 4 mstari wa 7. Petro wa kwanza sura ya 4 mstari wa 7. Petro wa kwanza sura ya 4 na ule mstari wa 7 inasema, lakini mwisho wa mambo yote umekaribia. Basi iweni na akili, mkeshe katika sala. Amen. Hakuna lenye mwanzo lisilokuwa na mwisho. Haleluya. Hakuna lenye mwanzo lisilokuwa na mwisho. Siku moja nikawa namwambia mtu mmoja, alikuwa amekasirika, akawa anaongea mambo mazito, anamwambia hivi, wewe nikwambie, unajua hasira ulizonazo zitaisha, zitapoa, lakini chunga neno unalotamka hiyo halitaisha kabisa. Haleluya. Sasa unapokuwa umekasirika, angalia maneno unayoongea. Maana yake nini? Hasira zako zitaisha, lakini maneno unayoongea yatadumu. Unajua neno huwa linadumu. Unaelewa hilo? Ndio maana Yesu anawaambia hivi, uwe na hasira lakini usijadai. Kwa hiyo wapendwa, hakuna jambo lisilokuwa na mwisho. Ndio maana Petro anaandika waraka huo kwa watu wote, anawaambia ya kwamba kila nini? Anasema lakini mwisho wa mambo yote umekaribia. Mwisho wa jambo lolote unalolifanya, siku zake sio nyingi, litaisha. Uwe umepita kwenye changamoto ya aina gani, hiyo changamoto haitadumu.
inapita. Jambo la muhimu ni mahusiano yako na Mungu yakoje, maana hayo ndio hayapiti. Ni kwa kiwango gani unavyotengeneza mahusiano yako na Mungu. Unajua watu wengi wanaweza wakashawishiwa na vitu vya kupita wakawa wanamtenda Mungu dhambi, lakini hayo mambo yanapita. Hivi kila kisa kimalizia cha marehemu ile binti yangu, walimkuta ya kwamba ni maneno tu ya umbea, wala hapana mimba wala hakutoa tu, ni maneno tu ya, kwa sababu ukamwona yule bwana anaving'ombe pale, anavivuzi angalau kutikise auze watu wale, lakini ikawa si kweli, mtoto alikufa kwa malaria. Sasa ninapoendelea na ujumbe huu, ni lazima ujue ya kwamba Mungu aliyekuokoa hajakuokoa kwa bahati mbaya, na Mungu anapochagua mtu anachagua mtu ambaye ni sahihi kwa ajili ya shughuli yake. Ndio maana ukisoma kitabu cha Injili ya Yohana anasema kwamba si ninyi mlionichagua, sio ninyi bali ni mimi ninawachagua. Haleluya! Alafu anasema nimekuweka uende ukazae matunda. Mungu hawezi kuchagua watu na kuwaweka kwenye shamba lake watu wasiokuwa na faida. Ndio maana ukiangalia shetani haangaiki na mtu ambaye hana faida. Ulishawahi kumuona kichaa umeenda hospitali kwa kwamba anaumwa na malaria? Au ulishawahi kuona kichaa anaharisha, anapata na kipindupindu? Je, mbona hii haipo? Wewe mzima ukijichanganya tu wewe utaharisha, lakini yeye kichaa anakula majani yake, analala popote na mtoto na huko, lakini hana malaria. Wewe unaenda kwenye chandarua, ukijisahau tu baada ya kusoma kidogo tu kaenda kwenye chandarua, kesho malaria. Kwa hiyo ya kwamba shetani anashughulika na wale watu wenye faida. Hao ndio anashughulika nao, kwa sababu anajua hao wana manufaa kwa Mungu, wana manufaa kwa jamii. Ndio maana Yesu anapofanya uchaguzi kwa ajili ya watu watakao urithi ule uzima wa milele, habahatishi, anachagua. Wewe unaweza ukaangalia kwa sura, lakini Yesu anaangalia zaidi ya hapo. Wewe unaweza kujidharau, lakini Yesu anakuona wewe wa thamani. Haleluya! Jambo la muhimu ni wewe ujitambue kwamba mimi nimeokolewa, na nimeokolewa nifanye nini? Nimletee Mungu faida. Mimi ni shahidi, mimi ni wakili. Watu wanaponiona wamemwona Yesu. Ndio maana kama wanafunzi wanafunza Yesu, tuonyeshe Mungu, yatosha. Sema mimi aliyeniona mimi amefanya nini? Amemwona Mungu. Siku moja wanafunzi wa Yesu wakaonekana mahala fulani katika ule mji wa Antiokia, wakaonekana pale. Sasa watu wakasema hao ni watu gani? Hao ni watu gani? Watu wakasema hao ni Wakristo. Yaani ni watu wa Kristo. Kwa sababu gani? Tazama kuongea kwao, tazama kutembea kwao, tazama ubaaji wao, tazama chochote wanachofanya kinamfanania Yesu. Kwa hiyo hao ni Wakristo. Haleluya! Kwa hiyo ndivyo ninapokuambia hivi, wewe umeibeba chapa ya Yesu. Popote ulipo watu wamuone Yesu. Chochote unachofanya watu wamuone Yesu.
Kwa hiyo tunalitamka watu wamsikie Yesu. Haleluya. Maana Biblia inasema maneno yenu yao ni maneno yaliyokolea nini? Mungu. Yanaweza kumfanya mtu msikilizaji. Unajua unaweza ukawa naongea wewe ni ukweli. Ukawa naongea hata mtu akatamani asikie masikio asikie. Unaona? Hata mtu anapita pembeni asitamani usikilize maneno machafu unayoongea. Lakini sisi tumebeba habari njema. Tumebeba habari njema. Hebu hizo habari njema tuzifikishe kwa watu. Hebu naomba nisome Wafilipi 2:21. Wafilipi 2:21. Soma Wafilipi 2:21. Maana wote wanatafuta vyao wenyewe, sivyo vya Kristo. Mstari wa 22. Ila mwajua sifa yake ya kuwa ametumika pamoja nami kwa ajili ya Injili kama mwana wa baba yake. Amen. Ishara. Unajua wapendwa, lazima tuwe ni watu ambao tunatumia akili. Unajua mtu aliyeokoka ana vitu vya ziada. Tunaona katika ufahamu wa kawaida watu wanatunza akili wapi? Kichwani. Akili unaweka wapi? Lakini mtu wa Mungu unaweka rohoni. Imani Biblia inasema moyoni mwangu nimeliweka neno lako nisikafanya dhambi. Kwa hiyo sisi tuna milango hiyo ya kutunziaga ufahamu mingi ya ubongo na roho. Lakini watu wasio na Mungu wana akili. Ndio maana hata kama na madigrii kwa mgani utakuta ni mtabani, utakuta ni mlevi, utakuta anafanya vitu vya ajabu. Lakini mtu ambaye una mlango wa pili, neno umeliweka rohoni, mtu ana mambo anafanya mambo ya ajabu. Hata ukimtukana vipi atakubariki. Unamnenea maneno mabaya anakubariki. Kwa sababu yeye ana mlango mwingine wa ziada. Haleluya. Anaogopa kumtenda Mungu dhambi. Amen. Yesu kwa Yusufu anavamia na mwanamke wa tajiri yake. Anasema hivi, nifanyeje uongo mkubwa na mnawe nimtende Mungu dhambi mkose nani? Nimkose Mungu. Hao watu ambao neno la Mungu wameliweka moyoni. Wanajua kwamba wakifanya uovu wa aina yoyote ile wanamkosa Mungu. Wanamkosa Mungu. Unajua mteni nikwambia hivi. Wewe pambaneni kutimiza haja za mwili. Lakini hii ina uthamani wakati ambapo roho imo ndani. Unaelewa? Lakini ngoja roho iondoke ndani, mwili wa mwanadamu hauna thamani, na hata watu hawatatamani kukaa na huo mwili. Kwa hiyo mili isitusumbue, mili isitufanye tukamkosa Mungu. Maana sisi chochote tunachokifanya tunakifanya kwa ajili ya utukufu wa Mungu. Unajua kama mtu aliyetoa fedha yake akanunua kigari kikaweka hapa, hii sadaka inadumu. Unaelewa hiyo? Hii sadaka inadumu. Maandiko yanasema hivi, pale ilipo hazina ya mwanadamu ndipo na moyo wake utakuwa. Kama wewe ni mtu unawekeza kwenye ufalme wa Mungu, vitu vyako unaviwekeza kwenye ufalme wa Mungu, hapo ndipo moyo wako utakapo wewe. Haleluya. Haujaangalia kina Kornelio.
wakawa wanawekeza kwenye ufalme wa Mungu, wanawekeza. Kuna mtu mmoja hapa kanisani mara nyingi sana anapenda kutoa sadaka ya shukrani mara kwa mara. Mungu akimfanyia jambo kadogo tu anatoa. Mungu akifanya jambo kadogo tu anatoa shukrani. Sasa na mimi nikasema, Mungu wewe, nikwambie Mungu wewe, hebu kuna mtendee miujiza kila siku anatoa, kila miujiza anatoa. Maana akitoa na mimi mtumishi wako nakula. Yaani Mungu mtendee kila siku. Tena mkubwa. Maana anapotoa kila wakati na mimi nakula. Haleluya. Bwana sikiza sadaka ishipende ndaba. Nani madhabahu? Alafu mimi ni maana. Lazima kwa Mungu mtendee muujiza ile mtu kitu Jumapili ashukuru. Maana akishukuru na mimi nitashiba. Tunaona? Unajua mimi nikwambia hivi, kanuni ya Mungu ya ajabu. Kila atoaye ndiye anayetoa. Hivi unaweza kwenda kuvuna kwenye shamba ambalo haujaweka mbegu. Hujakuwa. Mimi jana nikawa nafanya mahesabu. Nilikuwa nimewekeza mahala fulani kupanda maharage. Sasa natoa mahesabu na niishi $60,000 tu. Sasa kama mchungaji, Bwana tunatumia gharama kubwa sana kwa kufanya hayo maharage. Nasema labda uyapiga mahesabu vizuri mwenyewe. Nasema hivi, niliona tuweke sehemu kubwa, alafu tuweke na mbolea. Tutumie gharama kubwa ili tupate mazao ya kutosha. Sasa huwezi ukaenda kuvuna mahali ambapo hujapanda mbegu. Unaelewana? Lakini utavuna kwa wingi kutokana na uwekezaji mkubwa unaoenda. Haleluya. Kuna mtu fulani aliwahi kuchonga madhabahu kama hii kubwa kidogo, kachonga pale kanisani au akahama. Hata kila ninapoliona ile madhabahu nasema Mungu aliyefanya kitu hiki ukumbuke. Tunaona? Yaani kila wakati na Mungu aliyetengeneza madhabahu hii ukumbuke. Uone jinsi ambavyo sadaka inaongea. Sadaka ina kawaida ya kukumbusha. Sadaka ina kawaida ya kulia kwa ajili ya mahitaji ya mtu aliyetoa. Haleluya. Kwa hiyo ninataka kuambia nini? Wewe kwa kuwa ni mali ya Kristo, kuwa ni mtu wa kupanda kwenye ufalme wa Mungu. Usione ya kwamba unapanda utapata hasara. Haipo. Unaweza ukatoa kwenye sherehe wakakusifu, lakini baada ya hapo akasema yanajifanya kwamba nasi. Tunaona? Lakini kwa Mungu, mpendwa, sadaka yako inanena. Naomba hebu nisomee Isaya 42 ule mstari wa 8. Isaya 42 ule mstari wa 8. Isaya 42 na ule mstari wa 8. Inasema, Isaya 42 na ule mstari wa 8 inasema, mimi ni Bwana ndilo jina langu, na utukufu wangu sitampa mwingine, wala sitawapa sanamu sifa zangu. Huyu ni Mungu. Anasema yeye ni mtakatifu, lakini Mungu hana mpango wa kugawa utukufu wake kwa kitu chochote kile. Yeye Mungu anapenda kuwashirikisha wale wampendao. Hao kwa nini anawashirikisha? Mungu anataka akubariki
ili apokee utukufu. Yaani mpango wa Mungu ni kwamba akubariki wewe, na anapokubariki umrudishie shukrani kile kitaka yeye. Sio Mungu akubariki alafu uchukue kile ambacho Mungu amekupa ukipeleka kwa sanamu, upeleke kwa waganga, upeleke kwenye anasa. Hapana, Mungu anataka baraka anazokubarikia umrudishie shukrani, ni pamoja na kutoa mapato yako kwa ajili ya kazi ya Mungu. Hivi kwa mfano, jinsi mlivyotengeneza na mnaye hekalu limependeza. Kipindi kile kulikuja mashimo. Sasa hivi linapendeza. Unafikiri anayepewa utukufu ni nani? Si ni Mungu? Kwa sababu anasema nyumba ya Mungu inapendeza. Nyumba ya Mungu inapendeza. Yaani Mungu anasikia nyumba ya Mungu inapendeza. Na Mungu ndiye akisikia watu wanasema nyumba ya Mungu inapendeza, anasema nani alisababisha? Fulani alitoa. Mungu anaachilia baraka kuja kwako. Na tukashangaa unakaa mwaka mzima hata homa hakuna, hata mafua hakuna. Lakini kuna vinema vinapita. Ni kwa sababu gani? Umegusa moyo wa Mungu. Umeijali nyumba ya Mungu. Wewe unaona kitabu kile cha Hagai. Mungu akanasema wale Wayahudi wakawa wameacha nyumba ya Mungu imekaa katika hali ya uharibifu. Imeharibika. Sasa walipoanza kujiuliza kwa nini mabaya yanatupata? Kwa nini mabaya? Mungu akamwambia, mimi mnakaa kwenye nyumba zilizopambwa kwa mapambo ya aina mbalimbali, lakini nyumba yangu imekaa katika hali ya uharibifu. Kwa hiyo Mungu ni Mungu mwenye wivu. Anataka vitu vyake viwe vizuri kuliko vya kwetu. Yaani vitu vya Mungu vipendeze kuliko vya kwetu. Yaani yeye anatamani kila jambo lolote unalofanya Mungu awe namba moja, alafu unafuata wewe. Jamani, kama mnaelewa. Tumeumbwa kwa ajili ya Mungu na tunaishi kwa ajili ya Mungu. Yaani tumeumbwa kwa ajili ya Mungu na tunaishi kwa ajili ya Mungu. Najua mpendwa, Mungu alisema na tumuumbe mtu kwa sura na kwa mfano wetu. Unajua wewe hujajifahamu. Hata mtu akikwambia wewe ni mbaya, mwambie hivi, kama mimi ni mbaya na Mungu ni mbaya, lakini mimi ni mzuri kwa sababu Mungu ni nini? Ni mzuri. Siku moja nikiwa kule, kuna kijana mmoja alikuwa anasoma kule Msomateki nani pale nani Msomateki, ya kwanza Msomateki. Sasa yule kijana akawa anakuja kuabudu kanisani. Yule kijana alikuwa ni mweusi. Sasa akawa anaimba hivyo, anasema hivi, Mungu hachagui sura. Angeangalia sura hata mimi singeokoka. Kwani kaumba kazuri na kama hiyo. Sema ni Mungu haangalii sura. Angeangalia sura hata mimi nisingeokoka. Hata yeye ni mweusi kwa kile kijana. Lakini yule kijana alikuwa anampenda Mungu. Alikuwa anampenda Mungu sana. Ndio Sebastian. Sasa bana, Mungu alimsikia maneno yake. Yule kijana amesoma. Sasa hivi ni kijana mmoja mkubwa kwenye kiwanda cha sukari kule Kagera, bila shule. Kubwa kama nini? Chungaji sasa kimwona. Hata huwezi mtu kama mimi yule nilikuwa kadogo kembamba keusi. Sasa hivi ni mnene. Hebu niambie mchungaji, nikutumia hela kwa jana ambaye alimtumia mpaka shilingi 100,000. Shamba, tumia mpaka 100,000. Mpaka nikamwambia sababu naomba siku moja jana wangu uje ukanitembelee. Sasa inakuwa nimeshawasili na watoto. Sasa nikasema kumbe Mungu haangaliaji sura ya mtu. Wewe ukijiona mpendo, wewe ni mweusi. Wewe ni mweusi kwa utukufu wa Mungu. Ukijiona wewe ni mwembamba,
wewe ni mwembamba kwa utukufu wa Mungu. Ukijiona wewe ni mnene, wewe ni mnene kwa utukufu wa Mungu. Kila kitu Mungu amekifanya kwa ajili ya utukufu wake. Usifanye masahihisho, usijidharau. Kwani unaona maua yote yanafanana? Maua yanamixamixa, haleluya. Yaani yako mchanganyiko. Rangi hii. Yote ni kwa ajili ya kuleta kupendezesha eneo na watu, ndivyo Mungu alivyoweka. Hivi wote tungekuwa wanene, wote tungekuwa warefu, wote tungekuwa weupe, wote tungekuwa Mungu anasema hapana, ni lazima niweke mchanganyiko. Haleluya. Kwa hiyo vile ulivyo wewe, kwa hivyo kwa ajili ya utukufu wa Mungu. Ndio maana kuna matajiri lakini kuna maskini. Hivi wote wangekuwa matajiri, nani angefanya kibarua? Wote wangekuwa wanaume, nani angeolewa, nani angeoa? Kwa Mungu anafanya mixe mwenye anajua. Haleluya. Lakini kule mbingu tunapokwenda kule, sura hii ni moja. Hakuna mwanaume, wote ni wanawake tu. Hakuna mweusi, wote ni rangi moja. Haleluya. Unajua tuko hapa duniani kwa ajili ya kuchangamsha, pia kuchangamsha maisha siku ziende, lakini kile ambacho Mungu ametuandalia ni cha ajabu. Kwa ukijiona ni mwanaume, kaanza kudharau mwanamke. Ukiona ni mwanamke, kaanza kudharau mwanamke. Yaani sema hivi, sisi tukifika kule Bwana, hakuna mwanaume, hakuna mwanamke. Wote tunaishi kama nani? Kama malaika. Haleluya. Wale mwanaume ni Yesu tu. Yesu ni mwanaume. Wengine wote ni bibi harusi. Haleluya. Sasa nataka nikwambie hivi, wewe upo duniani, wewe upo kanisani, ni kwa ajili ya Mungu. Hatuko hapa kumwabudu mwanadamu, tuko hapa kumfanyia Mungu ibada. Haleluya. Tuko hapa kumfanyia Mungu ibada. Hebu naomba nisomee kitabu kile cha, hebu soma Waefeso 2:10. Tunaenda kumalizia. Waefeso 2:10. Efeso 2:10. Na ule mstari wa 10 inasema, maana tu kazi yake tuliumbwa katika Kristo Yesu, tutende matendo mema ambayo tokea awali Mungu aliyatengeneza ili tuenende nayo. Yaani mpendo, unajua wewe ulioumbwa na Mungu. Mungu hakukuumba upigane. Mungu hakukuumba ya kwamba uibe. Mungu hakukuumba ya kwamba ufanye vituko duniani. Mungu amekuumba ili ufanye matendo mema. Yaani kile jambo zuri ndilo Mungu alilokunakshi kwamba ulifanye. Yaani ufanyike baraka popote unapokwenda. Huwa ni baraka. Sio uende mahala watu wanakukimbia, huyu amefika hapa kitanuka. Sasa naomba tuenende katika hayo ambayo ndio yaliyompelekea Mungu kutuumba. Tuenende katika hayo, katika usemi, katika kutenda, katika chochote unachokifanya, kifanye kwa ajili ya utukufu wa Mungu. Hebu tumalizie na Kolosai 1:16. Kolosai 1:16. Kolosai 1:16. Kolosai 1:16. Naomba mfanye kwa haraka. Kolosai 1:16. Moja na ule mstari wa 16 inasema. Kolosai 1 na ule mstari wa 16 inasema, kwa kuwa katika yeye vitu vyote viliumbwa, vilivyo mbinguni na vilivyo juu ya nchi, vinavyoonekana na visivyoonekana, ikiwa ni vitu vyenye enzi au usultani,
au enzi au mamlaka. Vitu vyote viliumbwa kwa njia yake, kwa ajili yake. Sawa, nirudie. Kwa kuwa katika yeye vitu vyote viliumbwa, vilivyo mbinguni na vilivyo juu ya nchi, vionekanavyo na visivyoonekana, na ikiwa ni vitu vyenye enzi au usultani au enzi au mamlaka, vitu vyote viliumbwa kwa njia yake, kwa ajili yake. Yes. Unajua wewe ulivyoumbwa ni sawasawa na mtu anapoamua kutengeneza kifaa fulani kwa ajili ya kazi maalum. Atakitengeneza anavyopenda kiwe na anakitengeneza kwa kusudi gani. Mungu alipokuumba wewe, akakupa viungo, akakupa kila aina ya kitu, akakupa akili, akakupa sauti, akakupa masikio, akakupa macho, akakupa miguu. Yaani Mungu kila kiungo amekiumba kwa ajili ya kazi maalum. Usijaribu kutumia mwili wako au kiungo chako kwa manufaa yako. Fanya kwa ajili ya manufaa ya Mungu. Sasa nimekuja hapa tusalimiane. Wengine tunasahauliana, tusalimiane. Na unajua mmefanya kazi kubwa, ila wewe huwezi kujua, lakini nafahamu mmefanya kazi kubwa ya kusomesha mchungaji wenu. Miaka mitatu si midogo. Mmefanya kazi kubwa kusimamia familia ya mchungaji mpaka amerudi, lakini kutunza amani. Makanisa mengine mchungaji akaenda kusoma, anarudi kuta yamesambaratika. Unaona migogoro inainuka, lakini mimi mmetunza mwili wa Kristo mpaka anamaliza masomo, anakuja. Mmetengeneza madhabahu nzuri na bado mnaendelea kumalizia. Jamani, ni ushindi. Haleluya. Ni ushindi. Makanisa kama makubwa, lakini mambo kama haya yalifanya. Kwa hiyo hata pale naangalia, sisi tumeshindwa kufanya. Kwa hiyo na nini kama ni wachache kile tunafanya. Sasa ni hatua ya kumshukuru Mungu. Sasa nimekuja hapa tushirikiane kitu kimoja. Sisi ni mali ya Yesu. Chochote tunachokifanya ni kwa ajili ya utukufu. Siku moja wakati naanza huduma hapo kwa mimi, kipindi kile naanza mwaka 2009, kulikuwa bodaboda hazipo. Kulikuwa ni viaisi tu, vichache vinapiga bweko na mchini. Hata mimi nilikuwa napata shida sana. Alafu hata nauli shilingi ya kupandisha shilingi 5 kupata kwenye hali sikuwa nayo. Mwaka tukiweka sadaka, ikienda sana zinapiga bweko 2,800. Unaona? Hadi mwaka sadaka tunapata hela nyingi 2,800. Mwaka 2000. Hata nikawa naishi maisha ya shida magumu, kwenda mjini mpaka nitembee na mimi. Siku moja nikamwambia mama moja, siko tunavulia kanisa moja kule Ukonga, naitwa Mama Mwini. Mama Mwini wewe, sininunulie baiskeli ile nisaidie kufanya kazi ya Mungu. Akaniambia baiskeli nayohitaji ni aina gani? Kama nahitaji baiskeli kai kadogo kwa njia. Kanibu shinda, kaambia ninakaona kanitumba kale shilingi 90. Kaniambia basi nisubiri baada ya muda mrefu nikutumie. Kwenye namba hiyo kamtumia shilingi 100. Sasa unajua nini? Nikawa
nikawa na kazi kana ni mama mwingi tumekaa naye Dar es Salaam. Wakati huo mimi nilikuwa ninakula ng'ombe wa maziwa. Hata ulipata mpelekea maziwa, lakini mpelekea kikombe hakijajaa vizuri, ana bomba hii kikombe hakijajaa vizuri. Hata leo hii ananitumia shilingi 100,000. Nikagundua hapa hajanitumia mimi, ananitumia Mungu. Kama alikuwa na bomba kikombe cha maziwa kilejaa, kama tuma 100,000. Nikasema Mungu, huyu mama yeye hajanipa mimi, amekupa wewe. Sasa wewe ndio mbariki shauri yako. Unajua mpendwa, nikawa kama baiskeli nikaendesha. Unajua kama baiskeli nasema hivi, Mungu mbariki mtu. Ninapokaendesha Mungu mbariki mtu. Mungu mbariki. Mmoja ninaenda Dar es Salaam, nikaenda kumtembelea kumshukuru. Mungu akona na watu. Siku ya Jumamosi. Hata nikamshukuru. Na akaniambia, Mungu akubariki mchungaji, kama ulipokea na unafanya kazi ya Mungu, Mungu akubariki. Na mimi Mungu amenibariki ninunua gari. Halafu sasa najenga nyumba ya pili tuhamie. Mmoja akasema kwamba kumbe ndio siri mlionayo. Na nini mchungaji, mimi nakupa hela halafu na mimi naye akanipa semina. Sinaona. Sasa nikakumbuka kwamba hakuna faida iliyo kubwa kama kuwekeza kwenye ufalme wa Mungu. Tunaona wewe wekeza kwenye ufalme wa Mungu wewe. Wekeza kwenye ufalme wa Mungu wewe. Kama naelewa, wekeza kwenye ufalme wa Mungu wewe. Unaweza kuona kama unapoteza, lakini kuhakikishia utavuna kwa wakati. Sasa tunataka mchungaji mwezi wa 8 anaenda kusimikwa Dodoma. Tunaona anafanya kusimikwa Dodoma. Unajua naona kumpeleka Dodoma nauli shilingi 60,000 na kurudi 60,000, 120,000. Lazima ni mtu wake ambaye taji. Hata atamwambia taji nani? Si mtoto mwenyewe, si ndio? Na hata huku mwalimu akatokea mwingine mkamsindikiza mchungaji wenu. Na section nzima yeye anaenda kusimika. Sasa tunataka mchungaji wetu akienda kule aonekane ametoka songa mbele Bethlehem. Sio aende tu unajua tukienda kule kwa mikutano mikuu ndio unaweza tunasidiana. Hata wengine hawalali kwenye mabweni. Unakuta tayari kwa na hao kilimo. Hata ndio ndio hapo kupiga foleni. Sitaki kutoka hapa mpaka shuleni mstari. Hawaendi ndio hotelini. Sasa makanisa yanawezesha, si ndio? Makanisa yanaweza mchungaji ule hotelini. Mchungaji ule hotelini. Kwenye foleni na tena ndani. Unaenda kupanda kwenye kitanda juu kule. Ukidondoka ukidondoka kwa juu. Haleluya. Sasa kwa makanisa ambayo yanaelewa yanawezesha wachungaji wao vizuri. Kama naelewa. Sasa tunataka mchungaji wetu aende vizuri. Mwezi wa 8 tumesema ada mara nyingi si waangalizi 1,500. Lakini sijajua safari watafanyaje. Lakini mara nyingi wenyewe inakuwa ni 80 inakuwa hapa. Unaona? Sasa nitarajia kama mchungaji wetu ili aende na mama kwenda na kurudi shilingi 200,000 na 40,000. Na ada hata mwesemani 3,000 ngapi? Mjapata lakini sana anaondoka mchungaji. Kile anaenda kwa mke wake, wanarudi vizuri. Kwa
Sasa lakini utapata lakini hapo utapata lakini alafu lakini ni kama watu 10 tukienda kwa shilingi 40 kwa muda wa mwezi wa 4, mwezi wa 5, mwezi wa 6, mwezi wa 7, miezi mingi. Kila mwezi unatoa shilingi 10,000. Tunaona tuko pamoja, yaani kila mwezi unatoa shilingi 10,000. Alafu sisi tukae kukuombea. Unajua siku moja tukawa kule Dar es Salaam tuna mkutano wa Injili. Kama leo Jumapili ijayo, mchungaji akasema kila mtu lazima atoe fedha miaka hiyo. Mimi nikiangalia kulia kushoto sina mwelekeo, lakini kwa mdogo shingapi nikamwambia natoa 10,000. Sasa 10,000 miaka hiyo mpaka 2008 10,000. Nilipokea siku ya Ijumaa, nilikuwa shemasi, watu wameondoka wote, kanisani wameisha, nikabaki mimi nakusanya viti na kufunga milango. Nashangaa mtu mmoja anafika anasema hivi, "Kuna mshirika mwenzangu, unaweza ukasikia mtu ana nyumba anauza." Kuna mtu fulani rafiki yangu ananiambia ana nyumba, kwani nipikie simu. Nikampigia simu akaniambia ipo hajanunuliwa. Nikamwambia shilingi ngapi? Akaniambia milioni 16. Mama anataka akasema mimi nina milioni 14. Nikamwambia bwana, mtu mmoja amekwambia milioni 14. Akasema mlete. Nikamwambia hata sisi tunachukua shilingi ngapi? Akasema nini nawapa milioni 1. Biashara wiki hiyo kesho yake hiyo tukakutana benki, biashara ikafanyika hapa. Sisi tukapata milioni ngapi? Milioni 1. Tukagawana kila mtu 500,000. Sijatoa hela. Yaani biashara imefanyika Jumamosi, kesho Jumapili mchango wangu 10,000 yangu na zaka ni. Si unaona Mungu yuko wazi. Yaani nilifurahi kitu kama gani? Lakini sasa nikwambie, kwa Mungu kunalipa. Jambo la muhimu, mambo ya Mungu tunayafanya kwa imani, sio kwa kuona, kwa imani. Sasa mimi nikuombe usimame uniambie, usiangalie bwana yangu, muangalie Mungu. Kama mimi mchungaji mpaka mwezi wa 7 mwishoni nitakwenda kupunguza kidogo kidogo, kumwendea nitakuwa napokea hiyo hela, alafu nikajamu ni kuwaombea. Kufika mwezi wa 7 mwishoni mimi nitakwenda kumwambia. Sasa hicho ni kiwango changu nimeweka.